Nimeokota mbuzi huyu, alikuwa amekwama sehemu kwenye kisiki ikiwa na kamba shingoni kama unavyoona. Sijajua ilitaka kujiua au vipi. Kitu cha kuokota si cha kuiba. Sasa semeni nyie tumfuge au vipi, na mnipe maelekezo kama nimlishe vitumbua au vibama. Kumbe kanapenda mboga za majani. Alafu nimempa jina Enoki na tumekuwa marafiki saizi. Ona kalivyo kazuri. Hii mbuzi nitaipenda na nitaitunza. Sitokubali iteseke kama walivyonitesa wanadamu. Ngoja sasa nitafute sehemu tulale. Imekula majani, imeshiba tayari, bado mimi tu. Ila maisha ya ufiele haya, itabidi nikatafute matunda, maana sio kwa ubao huu. Kabla giza haijaingia, itabidi niweke kiema pale milimani, maana hapa sipaelewi, ni kama vile kuna majini utamu. Unaona guys, nimeweka kiema hapa, tutalala na mbuzi Enoki. Tutapika hapa japo sijui nitapika nini, maana ndizi za kupikia vibama zimeisha. Kwa hii njaa natamani hata nimvunje mbuzi mguuni, nichome nile, alafu nimwekee magongo. Ila natania tu, siwezi fanya kitu kama hicho kwa Enoki. Nimewasha moto kufukuza wanyama wakali, na kwenye lile begi langu nina vitu kibao, hadi shoka na panga. Sasa boya ajichanganye. Siku yetu ulikuwa mwema, na hii ni asubuhi, ila nina njaa moja sio poa. Nipo na rafiki yangu mbuzi Enoki hapa, tunaliwazana. Bora lawama ise, niliona nichome ile mbuzi. Masuala ya kufuga nimewaachia Wamasai. Kwanza mbuzi mwenyewe alikuwa ananitisha tu. Mbuzi gani anarefuka mapembe kila baada masaa? Ila yote 9, 10 ni kwamba huyu mbuzi ni mtamu. Wewe kiumbe umeiba mbuzi yangu.